Okay, karibu kwenye chaneli yangu, chaneli ambayo itakufanya idumishe penzi lako kwa kiasi kikubwa sana. Chaneli ambayo itakufanya wewe na mpenzi wako muwe na ustamilivu, muwe na upendo mzuri, muwe na mapenzi makubwa mbele yenu. Mapenzi ambayo yatakudumu leo, kesho, hadi kesho kutwa ahera. Sasa leo nimeandaa kitu kizuri sana kwa ajili ya mahusiano yenu ama kwa ajili ya uhusiano yako. So ni kitu gani hicho? Naomba kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho ili ujue kitu gani kizuri ambacho kitajenga, kitakuza na kitalinda mahusiano yenu. Kuna mambo 6 ambayo ukimfanyia mpenzi wako hamtoachana kamwe. Penzi lenu litadumu milele daima. Penzi lenu litakuwa na nguvu kubwa sana kiasi cha kwamba hakuna mtu yoyote wala sehemu yote wala kitu chochote kile ambacho kitakuja kuvunja penzi lenu. Ni mambo 6 tu ambayo ukiyafanya, ukimfanyia na mkiyafanya juu ya penzi lenu, hakika nyinyi mapenzi yenu yatakuwa ni ya kudumu milele daima. So kama una mchumba, kama una mpenzi, pia kama una mke ama una mume, hakikisha unafuata haya mambo 6, mambo ambayo yatafanya yadumishe penzi lenu milele na milele. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa umfanyie mpenzi wako, mkeo ama mchumba wako, ili penzi lenu lidumu milele daima, ni kumheshimu. Kama mwanaume, hakikisha unamheshimu mkeo, hakikisha unamheshimu mwanamke wako, na kama mwanamke pia hakikisha unamheshimu mumeo, pia hakikisha unamheshimu mpenzi wako. Hii sio kwa pande mmoja, bali ni kwa pande zote mbili. Mwanaume ukimheshimu mkeo atakuwa na amani kubwa sana. Pia mwanamke ukamheshimu mmeo atakuwa na amani kubwa sana. Hakuna mwanaume anayefurahia mwanamke jeuri. Hakuna mwanaume ambaye anayefurahia mwanamke anamwambia usiende sehemu fulani ama usiwe na kundi fulani, alafu mwanamke huyo akashindwa kuheshimu maneno ya mmewe na akafanya vitu ambavyo anavyotaka yeye. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kufurahia masuala wala hicho kitendo. So kama mwanaume, hakikisha unamheshimisha mkeo, unamheshimu mkeo, na kama mwanamke hakikisha unamheshimu mumeo na pia unamheshimisha mmeo. Jambo la pili ambalo litafanya kukuza, kulinda na kudumisha mapenzi yenu milele daima ni kuwa na mawasiliano ya wazi. Mwambie ukweli mpenzi wako, usimwongopee mwenza wako, usimfiche mtu ambaye umpendaye. Isije kuwa una shida, unatafuta ways nyingine ya kusolve shida yako. Usije kuwa una neno la furaha alafu unamficha mpenzi wako au mwenza wako, mpaka inatokea mpenzi wako anajua kitu hicho ama anafahamu swala lako kupitia njia nyingine kabisa. Mfano, mwanaume amezaa mtoto nje, ana mwanamke sasa mwingine, lakini mwanaume huyo anashindwa kuweka mawasiliano yake wazi mbele ya mwanamke mwingine mpya, mpaka inafika stage ama inafika siku mwanamke anakuja kujua kwamba mmewe ana mtoto nje ya ndoa ama mmewe ana mtoto mwingine too late, muda umeenda ama kwa njia nyingine kabisa. Hapa penzi lenu kuna mashaka sana, kwa sababu mwanamke anachukulia kwamba yeye hana uwazi ama hana usawa wa kuambiwa neno lolote, wa kuambiwa jambo lolote mbele yako. Hii ni moja kati ya mfano, ila mifano mingi sana ipo juu ya masuala mazima ya uwazi zidi ya mpenzi wako. So mawasiliano ya uwazi yanafanya penzi lenu lidumishe na lidumu na penzi lenu liwe strong kabisa. Kitu cha 3, kumwamini na kuwa mwaminifu mbele ya mpenzi wako. Hakikisha mpenzi wako hakutilii mashaka. Hakikisha mpenzi wako hakutilii dosari ya namna yote kwenye penzi lenu. Hakikisha mpenzi wako anakuamini on 100% pasipo kupapasa, kupepesa wala kufurukuta kwa namna yoyote. Kwenye mapenzi yako hakikisha mume wako, mpenzi wako ama mwenza wako hakutilii mashaka kwa namna moja ama namna nyingine. Ukiona imefika stage mpenzi wako kuamini, jua mapenzi yenu yashaisha, kwa sababu mwanaume ana uwezo kumpa milioni 10 mkewe akaishika, au akaenda kununua kiwanja
sehemu. Akiamini kwamba mkewe yupo, mkewe anaweza kusolve kila kitu. Lakini mtu ambaye unaegewa pesa kununua kiwanja, au mtu ambaye unaegewa pesa akiba uweke, inafika siku ya siku unaambiwa mke wangu, ile akiba iko wapi? Leta akiba tutumie. Huna akiba, huna uchoweka, wala huna chochote kile. Hakililai. Hapo uaminifu hakuna. Hivi Ashum, unajisikiaje mmeo yupo, alafu kitu cha maana cha kwenda kusaini au cha kujisha kitu chochote, mpaka inafika stage anamuita ndugu yake, anasema kwamba mimi mke wangu simuamini, naomba nimwite mtu mwingine aje kusolve kitu au aende kusaini kitu. Hiyo sio kitu nzuri. Utakuta mwanaume akirudi kazini saa 7 akisema nimerudi kazini, mkewe haamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna indicator ambazo mwanaume alishazoneshaga before za kutokuwa na uaminifu. Inafika stage tu kwa heli kwa wema, kazini overtime umefika mpaka saa 8 saa 9 ya usiku, lakini mkeo hakuamini, akisema kwamba wewe ni muuni, uuni umezoea. Sio nzuri. Ndoa nzuri ni ile ambayo mke wangu leo nimepata emergency, nitachelewa kurudi nyumbani. Mke anasema sawa mume wangu, kazi njema. Na ukirudi nyumbani, mke anakupokea, anakujali, anakutathmini na anakufanyia kila kitu. Lakini sio mimi ndo kufanya kazi ngumu, alafu mkeo ukirudi nyumbani anaanza kuuliza umetoka wapi, ulikuwa unafanya nini na nini, mshasiku anaanza ugomvi pasipo kupetiwa. Mnakuwa tu tofauti. Mtu ambaye anarudi nyumbani saa 9 usiku kwa uaminifu, ameaminiwa na mkewe, akakandwa, akapikiwa, akaekwa maji kuoga, akaogeshwa vizuri. Na wewe mtu ambaye ukirudi nyumbani utaambiwa kale ulipotoka, mimi siwezi kukupikia, kitu ambacho hakitojenga mahusiano vizuri. So hakikisha unakuwa mwaminifu kwa mpenzi wako, hakikisha unakuwa mwaminifu kwa mwenza wako. Kumjali na kumtathmini mpenzi wako. Kumjali na kumthamini mpenzi wako. Hili ni jambo la 4 ambalo litafanya mapenzi yenu yawe makubwa, penzi lenu liwe hendo zaidi. Ashumu mpenzi wako ana birthday. Siku ya birthday ukampelekea keki, ukampelekea zawadi, yani ukamheshimisha mbele ya marafiki zako karibu au watu zako karibu. Inakuwa unyama sana, inakuwa poa sana, kiasi kwamba mkeo atafurahi sana, atakuwa na furaha sana, yani kuna kitu fulani cha princess umemjengea juu ya kumjali. Hata kama dada bado hujaolewa, mwenzako anaumwa, nenda kamuone geto kwake, kampikie, mfulie, hata kama ana kundi la wanawake kibao, ana kundi la wanawake kubwa limemzunguka mbele yake, lakini samani ambayo utakomuonesha mwanaume huyo mbele yako ni samani ambayo ataijenga kwa ukubwa sana. Ni samani ambayo ataiweka kwenye kichwa chake, ataiweka popote pale, ataiweka mbele yake na nyuma yake, itasimama kote kote. Ashumu mpenzi wako akawa anaumwa, wewe ukaenda kumuona, ukawa unafanya usafi nyumbani kwake, ukawa unampikia nyumbani kwake, na ukafanyia kila kitu nyumbani kwake cha kumthamini na kumjali pia, mpaka siku anakuja kupona. Hakika hatakusahau, hatakupenda. So hakikisha unamjali na kumthamini mpenzi wako kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Sio leo tu, mthamini leo, kesho na kesho kutwa, na yeye pia atakuthamini leo mpaka kesho kiyama. Hakikisha unamjali mpenzi wako. Kumsamehe na kumuelewa mpenzi wako. Kuna muda binadamu sisi tumeumbwa makosa. So makosa hutokea kwa bahati mbaya. Endapo kosa linatokea kwa bahati mbaya, basi hakikisha unamsamehe mpenzi wako na kosa hilo lisije kuwa fimbo mbele yake. Yaani kosa mtu kafanya leo, kesho utakumbushiwa, kesho kutwa utakumbushiwa, mtano wote utakumbushiwa. Hapana jamani. Hebu ishini maisha ambayo mtasameheana, mtajaliana, Yaani jaribu kumsamehe mpenzi wako, muelewe anachokuambia. Mpenzi wangu, mimi kweli nilikuwa na dalili za kumtaka mwanamke, lakini mpenzi wangu anapokupenda, hapana, siwezi kwa kweli. Siwezi kukuacha wewe kisa mwanamke. Muelewe kwamba namaanisha kweli. Hawezi kumpenda yule kisa wewe, hata kama umeweza kuta dalili za kumpenda yule mwanamke mwingine. Hizo dalili ndogo ndogo tu, lakini yeye anakupenda wewe sana, anakupenda wewe ipasavyo kabisa. Kukuza uhusiano wenu kila siku. Hakikisha unatafuta njia za kukuza penzi lenu kila siku. Kama hizi njia ambazo uzozitafuta
kama usubscribe kwenye channel yangu, kama kuja kwenye channel yangu kila siku, kila muda, kila wakati. Hii itakusaidia wewe kukuza penzi lako. Yaani ukija kwenye channel yangu mimi afu ukapata mafundisho juu ya mapenzi, juu ya maravidavi, basi jua penzi lenu litakuwa zaidi. Tuachana nayo. Akisha kwenye mapenzi mnakuza mahusiano yenu kila siku, kila kukicha. Sije kafika stage leo mjomba unapiga bao 5, alafu kesho unapiga bao 1. Penzi alikui blaza. Penzi alikui bro. Hapo unalishusha samani penzi, unalishusha penzi. Hakikisha penzi kama alivyokuwa kule mara ya kwanza na huku ndo lipo hivyo hivyo. Kama binti ikiwa kila asubuhi ukiamka unampigia simu penzi wako, unamjulia hali na kumsamini, hakikisha unashikilia hapo hapo. Hakikisha mwenendo unakuwa hivyo hivyo, kuwa kumjali, kumthamini na kumkumbuka kila wakati. Kukuza penzi lenu kila muda, kila wakati, kila saa, huwa linathaminisha penzi lenu. Hayo ni mambo machache tu ambayo ukiyafuata, ukiyafuatilia na ukijua na ukijulisha, penzi lenu litakuwa kubwa ipasavyo. Penzi lenu litakuwa kubwa vya kutosha. Mimi ninatoa darasa la mapenzi bure kabisa. Subscribe channel yangu, kisha likes, natoa comment kuhusiana na darasa zima la mapenzi. Bye bye, tukutane sehemu nyingine.